Ni Jumatano katika mwendelezo wa juma la 8 na tupo katika mwendelezo wa kujifunza lesoni ya Bobea Andikoni. Katika siku hii ya leo tunalo somo lisemalo katika shule ya Kristo. Kabla ya kuzama ndani zaidi, tupate ombi. Rafiki yetu mpendwa uliyeko juu mbinguni, tumesogea miguuni pako siku hii ya leo ili tupate kusikia kutoka kwako. Kubali kunena nasi kwa njia ya maandiko haya nasi tukaelewe. Tunaomba na kuamini katika jina la Yesu. Amina. Maisha ya Yesu yanatoa umaizi bora zaidi wa jinsi tunavyoweza kuishi kwa maana na kusudi. Kama wafuasi wa Kristo, sisi pia tuna wito wa kimungu unaodai kila kitu. Mtume Paulo aliandika hivi: basi vitu vyote pia vyatokana na Mungu, aliyetupatanisha sisi na nafsi yake kwa Yesu Kristo. Naye ametupa huduma ya upatanisho, yaani Mungu alikuwa ndani ya Kristo akiupatanisha ulimwengu na nafsi yake, asiwahesabie makosa yao, naye ametia ndani yetu neno la upatanisho. Ili kutimiza huduma hii takatifu ambayo Mungu ametukabidhi, ni lazima tujitoe kwa Mungu kabisa na bila kukoma. Kusudi na mipango ya Mungu kwa maisha yetu itatupa changamoto kwenye kiini cha maisha yetu. Wengi wetu tunajaribu kuzindua kazi zetu, baadhi yetu tumeanzisha familia na tunahisi changamoto ya kuongoza watoto wetu kwa Mungu. Wengine bado wanamtafuta mwenzi ambaye Mungu amewakusudia. Tunapofikiria matukio muhimu katika maisha yetu yanayohitaji maamuzi makubwa yenye matokeo mazito, je, tunaweza kumudu kutoamka mapema ili kumtafuta Mungu kabla ya siku yetu kuanza? Kuchagua kuamka mapema kumtafuta Mungu ni kusema kuwa muda na Mungu ni muhimu kuliko usingizi wa ziada. Kuamka mapema ili kukutana na Mungu ni kukubali kwamba hatuna majibu yote kwa maisha yetu, na tunataka kuanza siku yetu kwa kuzungumza na yule anayefanya. Kuamka mapema ili kukutana na Mungu kwenye madhabahu zetu za ibada ni kukiri madai yake juu ya maisha yetu. Tunapomtafuta Mungu mapema, tunamwambia, ninakabidhi mipango yangu yote kwako leo. Tawala maisha yangu kikamilifu, ninakuamini kwa kila kitu. Ellen White anasema hivi: jiweke wakfu kwa Mungu asubuhi. Fanya hii iwe kazi yako ya kwanza kabisa. Maombi yako na yawe, nichukue Bwana kama wako kabisa. Ninaweka mipango yangu yote miguuni pako, nitumie leo katika utumishi wako. Kaa nami na kazi yangu yote itekelezwe ndani yako. Hili ni jambo la kila siku. Kila asubuhi jiweke wakfu kwa Mungu kwa ajili ya siku hiyo. Peleka mipango yako yote kwake ili itekelezwe, au uiache kama riziki yake itakavyoonyesha. Hivyo siku baada ya siku unaweza kuwa unatoa maisha yako mikononi mwa Mungu, na hivyo maisha yako yatafinyangwa zaidi na zaidi kama maisha ya Kristo. Kwa nini usiamue sasa kukutana na Mungu mapema kesho asubuhi? Mambo ya kufanya: 1. Tafakari tena juu ya Marko 1 na tafuta mahali Yesu alipo. 2. Ni kitu gani kilikuwa msukumo katika maisha na matendo ya Yesu katika Marko 1? 3. Je, ulimwonaje Yesu tena au kwa njia tofauti wakati wa somo la juma hili? Basi Mungu akubariki na uwe na wakati mwema.